This is the second time you're visiting this constituency in less than a year. Lakini sisi hatuko kupigia kura. We don't take it for granted. Tunasema asante na asante sana. When I came to talk to you, and we agreed on a few things to start with, and you paid us a visit here, Your Excellency, ukasoma vitu mingi, wengine wakasema yote ni hot air. Lakini mimi nataka kukupatia report card yako so far. Dungasoma na report card. Sinipatie report card yake so far ya cut. Your Excellency, when you came, we asked you for a level 3 hospital. I want to report today that you have actually kept your word. That hospital is ongoing as we speak. Your Excellency, when you came here, tuliongea infrastructure funding for schools. Ukatuahidi unatupatia pesa kwa mashule mbili. Ilikuwa ni Uriri, pesa imeingia, tayari kazi imeanza. Ukasenda St. Mary's Ogolla, pesa imeingia, hata waziri yuko hapa. Your Excellency, when you came, ulisema katika TTI mali tuko hapa that we need to have 100 computers so that we set up a Jitume lab. I am here to report to you that the 100 computers are here. They are functioning. Na ukitoka hapa kabla uingie kwa gari, mimi nataka uende uone wanafunzi wako hapo wanaendelea. Your Excellency, when you came, this particular institution, despite it having 1,500 students, ilikuwa na mwalimu mkuu peke yake. Mimi nikakwambia unisaidie trainers. I am here to report to you that 20 trainers tayari wamepostiwa hapa. Simwambie asante. Your Excellency, tuliongea mambo ya equipping ya Technical Training Institute hii. Na ukaniambia wakati procurement itaisha, equipment itakuja. But before that, the Ministry of Industry and Trade, mahali waziri Moses Kuria alikuwa, kutoka kwa numerical machining complex, walitupa hapa equipment ya kwanza worth 1.5 billion. It is already here and it is installed. When you came, we did not have a functioning board for this institution. Today we have a chair and the board members are also there. Board wako wapi wasimame tuwasalimie. Na board hii imesimamiwa na Ogolla. Ogolla is a former MD wa Sony. Alikuwa na wewe wakati ulikuwa waziri wa agriculture. Rafiki yako sana, yeye ndiye anatuongoza hapa. Asanteni sana. Your Excellency, when you came, tulikuongelesha mambo ya sukari. That this area, wakulima wengi ni watu wa sukari. Every single regime imekuwa. Si tumekuwa tukiona deni ya majani chai inatolewa, deni ya kahawa, hata mandugu zangu wape kutoka Kuria, kutoka Meru wakati mwingine wakasaidiwa mambo ya miraa. Hii sugar cane yetu imekuwa shida. You are the first president in history to have come na kuondolea madeni ya Sony 100%. And as we speak, mimi najua tukitoka hapa tunaenda kule Sony. Tunasema asante. One of the things, Your Excellency, ile watu hapa wamenipatia shida ni mambo ya stima. Report card yangu kwa mambo ya electricity connectivity iko mbaya. One of the projects we discussed with you was the expansion of Gogo from 2 megawatts to 8 megawatts. Wewe ulikoa kidogo jana, waziri Chirchir na MD wa Kengen yuko hapa, tulikuwa nao kule Gogo. Wameshapata ule mtu anaenda kufadhili hiyo mambo. Ameniambia kesho on Monday kutakuwa na matangazo na hiyo kazi itaendelea at almost about 3.4 billion. Ber kosok ber. Ber kosok ber. Your Excellency, when you came, hii list ni refu. Tulikuambia sisi watu wa Migori, airport yetu haifanyi. Wewe ukaambia waziri wako Mukomen na sisi viongozi wote tukaungana,
Saa hizi hata mimi sikuji na gari. Na unajua sisi Wajaluo tunapenda ndege. Saa hii naingia hapa Migori, mimi nakuja polepole. Kwa hivyo mimi nataka kuwauliza nyinyi wananchi, huyu rais ametimiza ahadi hajatimiza? Wangapi anasema ametimiza ahadi so far? So mimi nilisema wale wanaongea wacha waongee. Ikifika usiku wanafanya nini? Nilisema wacha waongee, ikifika usiku watafanya nini? Unajua hata ule mtoto anapiga kelele sana sana mchana, ikifika usiku analala fofofu. Kwa hivyo wale ambao hawana imani waendelee kuongea, sisi tunafanya kazi na wewe kwa minajili ya wananchi wa hapa. And because you know, sisi hatujaona serikali for a long time, Your Excellency. Because hatujaona serikali for a long time, you might think sisi tunakusumbua, but ni kwa sababu hatujaona. Sasa wewe ukikuja namna hii tena tunakuwa, ukitoka hapa enda kama miezi moja hivi tena urudi. Uende tena miezi ingine moja tena urudi. Si namna hiyo? Anaenda kidogo anafanya nini? Anaenda kidogo anafanya nini? Hiyo hospitali inaendelea vizuri na tutaiona kuendelea leo. Nimeona waziri wako yuko hapa na serikali yako yote, hata kesho tumefurahi, for the first time in history cabinet is going to be held in Kisumu. Cabinet huwa iko huko tu Nairobi, round hii ni hapa Kisumu. Hawa watu wako wote wako hapa kwa ile hospitali, utuongezee ndio ifike full level 4. Ifike full level 4, si ndio? Hii constituency mahali tuko hapa mahali tuko, tumefanya hiyo makaratasi yako, makaratasi ya mambo ya administration ikapita, iko kwa desk ya Raymond. Tafadhali Your Excellency, wewe ukisimama hapa, hao watu wa Oyani wapatie sub county, ndio tuweze kupata DCC hapa. Alafu mimi lete watu wa death and births wafanye kazi hapa. Sasa wasitoke hapa kwenda Migori, wawe wanapata huduma hapa karibu. Ile mambo ya soko inaendelea vizuri. Ile mambo ya masoko inaendelea vizuri. Nimeona PS Singa yuko hapa. Tutakupatia list utusaidie. Kule Oyani, Sibuche, Oria Market na Pinyo Wacho mali tunaenda. Kwa hiyo mradi yako tafadhali utuingizie hiyo masoko yetu iweze kuingia pale. Tumekuwa na rais pale Bware, akakaribishwa na wanafunzi na amewapatia pesa ya infrastructure pale milioni 5. Nikimalizia Your Excellency, 1500 students wako kwa hii building. Waziri yuko hapa, mkipata ka kitu kidogo mtusaidie so that we build a new block, because we can't even accommodate the number of people that we want. Ya mwisho, because majirani wangu, my colleague MPs, kwa sababu ya mashughuli kidogo kidogo hawakufika hapa. When you're coming the next time, utusaidie ile mambo ya irrigation ya Nyatike irudi iingie, ndio hao watu waweze kusaidika, wazalishe chakula kule, sisi tuanze kumalizana na hii mambo ya njaa. Huko Nyatike pia iko jambo inaleta tatizo kidogo. There was a land that was gazetted hapo Makalda, ilikuwa wameigazette kama forest, na iko watu wanaishi ndani. Sasa sisi tunaomba utukubalie na waziri wako na your officials, tutafute ka delegation tukae nao chini, ndio wale watu wa pale maisha yao isiweze kuharibika. Hawacho kosoka wacho. Hawacho kosoka wacho. Ya mwisho kabla nimuite governor. Sisi sasa hapa, Your Excellency, ile uoga ya kufanywa namna hii na unaingia ndani ya maji imeisha. Ijaisha. Sisi tumetafuta kufanya na serikali for a long time. Alafu wewe ukuje ukae na sisi karibu namna hii, alafu tutoroke tukuache. Hii serikali yako sisi tunaingia ndani kabisa. Kwa hivyo kama kukuwa na nafasi,
Kama kukuwa na nafasi, jaribu kusongeza namna hii, si tunaingia. Wadonje kusoko wadonje. Dongo miwa mia nafasi mondo wati kode. Mondo jopinyo yud maendeleo. Jiadima wachanu wamed tiyo girais. Kwa hayo mengi, I want to also thank the church finally. Hii makanisa 44 churches, they are doing a very good job. Hata vile ona hapa wamefanya muungano, tayari wamekusanya karibu milioni 6 kuwasaidia kidogo kidogo, kwa sababu hatuwezi fanya ile harambee ya kawaida. Wale marafiki zangu walikuja, tutawawekea tu kitu nao pia waendelee kujisaidia, na wao wametuombea sana. Ukiona leo, because when prayers, when leaders come together, great things happen. I want to thank you, Bwana Governor, for finding it proper to come today so that we welcome the President to this great pleasure. And because we are all elected to serve these people, I just want to urge you, let us partner, tuweke mahitaji ya wananchi hawa mbele. Si ndio? Ile yetu tunaweza weka kando na tufanye kazi, tuendelee mbele. With those very many remarks, let me take this opportunity to invite the Governor, Dr. Chila Yako, aje kuwasalimia.